Uliponipa taarifa, ulitaka niende hapo hapo. Yaani kama ajali tu. Hivi vitu vingine havitaki haraka mwanangu. Nimepanga wiki ijayo nionane na baba yake Asma. Kwa hiyo usiwe na hofu mwanangu. Eti nisiwe na hofu wiki ijayo? Hivi mama, hili swala unalichukuliaje? Mama, ukiniambia wiki ijayo, mimi nahisi kama utanifelisha. Kwa sababu wenzetu wameshaenda tangu juzi. Juzi? Ni akina nani hao walioenda juzi? Nahisi mapenzi mwanangu, umeanza kuchanganyikiwa, si ndio? Eti mapenzi? Mama, mimi bado sijachanganyikiwa. Bado nina akili zangu timamu mama. Na labda mama nikwambie kitu. Sasa hivi sisi tumeshachelewa. Isipokuwa sasa hivi labda wewe uende, na si kwa ajili ya kulipeleka hili swala. Uende kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Ni nini kinaendelea mpaka sasa? Huenda tutapata njia, sisi tutajua tupite wapi. Sawa mwanangu. Madhali mimi mama yako niko hai, hapaharibiki kitu. Nitamtuma mjomba wako, ataenda atalishughulikia hili swala. Kila kitu kitakuwa sawa. Ondoa hofu mwanangu. Da Salma. Naam, karibu. Hebu njoo kidogo. Haya, karibu tuko. Tukae hapa kwa kitunguu. Kaa hapo vizuri. Haya. Pale panakufaa. Nenda kaa hapa. Karibu tupo ndugu yangu. Sawa dada. Mie nimekuita hapa. Kuna sehemu nataka nikuagize. Sehemu gani dada? Mbona unanitia hofu? Wala sikutishi. Tena ondoa wasiwasi. Hili jambo sio baya na wala si la kutisha. Hili jambo ni la heri kabisa. Kijana wetu Jayman anataka kuoa. Jayman? Anadhani dada, hili swala si katika baya. Ni swala zuri kwa sababu ndoa ni nusu ya dini. Na kwa sababu ameamua kitu kizuri, dada, ili tuko pamoja. Kwa hiyo nitaka uende kwa mzee Simba ukazungumze naye ili jambo tuliweke sawa. Kama leo Jayman mjomba wangu kaamua kutafuta mke, si jambo baya, ni jambo zuri. Kwa hiyo kwa hilo dada, na kutoa hofu, toa wasiwasi, nitalisimamia na nitalishughulikia inshallah. Ni kweli. Maana hili swala litakiwa liende kama lilivyopangwa. Yaani kijana yule akirudi tu hapa anipasua kichwa kila siku, mama nataka kuoa. Mama nataka kuoa. Yaani hapa akifika tu swala ni hilo hilo. Kwa hiyo naomba ujitahidi kaka yangu. Kila kitu kiende kama kilivyopangwa. Kwa hiyo naomba ujitahidi kaka yangu. Toa shaka dada. Sawa. Nitajitahidi. Karibu ndani. Basi haya inshallah. Haya. Mzee Chondo, mie niko kwenye utajiri. Kwa nini watakonipeleke kwenye umaskini? Mwanao hana uwezo wa kumwoa mwanangu. Sitaki kabisa, halafu mwanangu mie kashaposhwa. Kwa nini lakini unifanyie hivyo? Mwenda muweka wapi? Mwenda nilisha nini? Kazi wenyewe mwategemea za bahari. Mbona wapenda Mzee Chondo kunisumbua mimi? Lakini samahani mzee mwenzangu, lakini naona kama mwanangu mimi hawezi kuolewa ni mwanao.
Bila samahani. Kama mimi ndio mwenye kusababisha hivyo kwamba urudi kwenye umaskini wako, mimi sitosababisha kurudi wewe kwenye umaskini, na mimi naondoka. Wewe potea, nenda kabisa. Hawa watu vipi? Hivi unajisikiaje kuniita baba mkwe? Najisikia vizuri. Kwani kuna kitu gani kimetokea? Yaani leo itakuwa ni mwanzo na mwisho mimi kuniita baba mkwe wako. Kwa nini baba mkwe unasema hivyo? Kwa sababu hivi unavyoniona mimi narudi kwenu kwenda kulizungumza swala zima lako wewe na Jayman. Baba yako amenitukana matusi ya laana, matusi ya nguoni. Amenizalilisha sana kama mtoto kwa sababu ya kumpelekea taarifa yako wewe na Jayman. Kwa hiyo kwa heri. Lakini baba mkwe, ndio hivyo. Mwanangu, ule mtindo wa kubadilisha wanawake kama shati sasa umefika kikomo. Nikisha kupa mke, kwa sababu mke si lele mama, unatakiwa ufanye kazi kwa bidii na juhudi kubwa sana mwanangu, na uwe kijana mzuri mwaminifu sana. Nadhani unanifahamu. Sawa baba, nimeshakuelewa. Mbona mambo ni shetani na kitambo mimi? Sitoshe, muda mwingine ilikuwa ni bangi tu. Bangi? Sasa nakwambia hivi, hizi nywele hizi ukishaondoka hapa nataka ukazikate. Ukija tena nywele hizi utanijua mimi ni nani. Haya, ondoka. Kimbia! Kimbia! Haya. lakini baba, si ungeniambia sasa? Kwani uliniuliza? Mimi nilijua ni Jayman baba. Jaymani? Wazungumzia huyu Kenge, mtoto wa Bishore? Baba Kenge? Ndiyo, ni Kenge. Ana miguu minne, lakini anatembelea miguu miwili tu. Ila baba, umenikosea sana, na nitakachokifanya nakijua mimi mwenyewe. Utafanya nini kwangu? Anijua vizuri wewe mimi. Lakini baba, umenifanyia sivyo. Funga domo lako hilo. Na wala huwezi ukanilazimisha kitu chochote. Ninachojua mimi, nasubiria ndoa tu ya wewe na mzee mwanangu wa mzee Kasim. Basi, hakuna chengine. Kwa nini baba haukuniambia mapema? Lakini nikwambie nini mbele yangu wewe? Mbwa wewe. Hebu toka hapa katafute kazi ufanye huko. Mwehu. Sama. Mzee. Asalamu alaykum mzee. Wa alaykum salaam bwana, habari? Salama tu. Kwema? Kwema kabisa, alhamdulillah. Bwana, jambo la kheri kwenda kikheri. Kwani huu mguu unaoona hapa nilikuwa naja kwako. Kuna tatizo gani? Hakuna usalama. Kuna mtu ameanguka mkarafua amegongwa na gari? Hapana. Yule mwanamke mliyekwenda posha yule ni mamkuta na Jaymani. Na Jaymani si mtu mzuri. Kiambo kizima kinamwelewa Jaymani.
Mimi nawajua. Wewe mzee wewe mnafiki. Kwa nini nakwambia hivi? Mimi sisikilizeni maneno yenu. Mimi ile familia nimechunguza, nimejua kila kitu. Kwa hiyo msifanye mimi sina akili. Mimi nina akili zangu. Sawa? Kwa hiyo mimi nawaambia hivi, fitna zenu, maneno yenu, mimi hayanichulishi. Tayari pale mwanangu ataoa. Watu mkikaa fitna, hamweleweki. Nakwambia ondoka. Wewe mzee wewe, nani unashasema? Wala sibadilishi mimi. Mtu utakuwa mbaya sana wewe. Mambo gani hayo? Umeshakwambia Jemani si nzuri. Wewe bado ukang'ang'ania tu. Basi uangalie nitakukuta. Usilie kipenzi, mimi nipo hapa kwa ajili yako. Nitahakikisha yote yatakaa sawa. Naona kama dunia imenitenga mimi. Kwa nini kila siku mimi najihurumia sana? Naona inaenda kufa kwa ajili ya mapenzi. Usiseme hivyo, mlani shetani. Shetani ndo nini? Hem, niacheni mimi na maisha yangu. Pole shoga yangu, ndugu yangu. Mama. Karibu mwanangu. Umeona sasa? Si nilikwambia mama. Nadhani mmeenda kujionea kwa macho yenu mawili. Sasa tunafanyaje mwanangu? Mimi sina wazo lolote mama. Nimechanganyikiwa kwa kweli. Lakini niache. Huenda baadaye nitapata wazo lolote. Kapumzike mwanangu. Taangalia nini cha kufanya. Hivi unahisi simpendi? Hapana. Sijawahi kumchukia hata siku moja. Msimamo wangu bado uko pale pale. Ndoto zangu mimi ni kumuoa mwanamke mzuri ambaye nampenda katika maisha yangu. Na mwanamke yenyewe ni Asma. Hakuna mwingine yoyote zaidi yake. Najua, ila maneno hayatoshi, inabidi ufanye vitendo. Kwa sababu muda wote tunaweza kumpoteza. Mimi mwenyewe sifanyi yangu kwa ajili yake. Na wewe ndo tunayekutegemea, usituangushe. Hapana, mimi siwezi kuwaangusha. Kwa sababu kama nitawaangusha nyinyi, ni sawa sana najiangusha mimi mwenyewe. Nitafanya juu chini mimi Asma niweze kumiliki awe katika mikono yangu. Nimefurahi kusikia hivyo shemeji yangu. Babu ndio hivyo, ushasikia? Ndio. Sije ukaniambia mwanangu sija kualika shughuli. Poa. Mwanangu kufanya uzembe wako wewe utakula mwenyewe. Sawa, fresh. Nisikie Omi. Mimi sikutaki, sikupendi, na wala siwezi kuolewa na wewe malaya wewe. Unakumbuka siku ulionidhalilisha nyumbani kwako? Ulinifukuza kama mwizi na ukaniita malaya, na mimi nimempata malaya mwenzangu. Nadhani unamjua. Nilijua nataka kuongea vitu vya maana kuhusu plani zetu baada ya ndoa. Kumbe unakuja kuniambia tarabu hapa. Ndoa yako wewe na nani? Na wewe? Mimi nikome, sikutaki, mshenzi mkubwa we. Tena ukome kunifuatilia baada ya leo. Hapa nitapoondoka, usinifuatilie tena nikome. Wewe na mwanao Jemani nyote ni kenge. Kwanza hamnitishi kwa chochote, na hata ingalikuwa mnanitisha nisingaliogopa.
Unaona mkono? Kama nitakupiga nao kwenye uso wako, hutobugulika na mdomo wala pua. Tena mapema mwanao German, ikiwa anajipenda, achane na Asma. Usifanye hivyo mwanangu. We, mimi sio mwanao. Tena ukome kuita mimi mwanao. Shafahamu? Unaweza kunizamia wewe? Tena kwa zalo, iwe mwanzo na mwisho mimi kuleta mwanao. Kenge. Mama, nilidhani ni mimi tu ndio ananiumiza na kunisononesha namna hii, kumbe hata wewe amekukuta mama. Inauma sana. Sasa cha kufanya, tutafute njia sahihi mpaka tuibuke na ushindi. Njia pekee ya kupata ushindi ni kuachana na hii ndoa inayotuletea misukosuko. Siwezi, ni bora nikose hii ndoa kuliko kukosa wewe mwanangu kipenzi unayeniletea faraja. Mama, mbona umekata tamaa mapema? Ndiyo mwanangu, ulitarajia uje ukute maiti iliyopigwa na yule chizi mvuta bangi mlevi, si ndio mwanangu? Aha, sasa nimepata picha mama. Lakini unapaswa kujua mama, hakuna mafanikio yanayokosa changamoto mama. Na hizi ndio changamoto zinazotupeleka kwenye mafanikio mama.